Sisi tunaendelea vizuri, maandalizi yote yanayotakikana yanafanyika kwa mujibu wa taratibu tulizojiwekea na mahitaji ya benchi jipya la ufundi. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo linatupa wasiwasi mpaka sasa. Kama ulivyosema, inawezekana ikawa mashabiki wana wasiwasi kuona kwamba labda hatujatangaza mabadiliko yote. Yapo maeneo ambayo benchi letu jipya la ufundi limetoa mwongozo kwamba linataka ifanye marekebisho ili kuongeza uwezo wa performance ya timu yetu, na tunaifanyia kazi, na tutakapokuwa tayari tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na hilo. Na kwa sababu siku zinasogea, mpaka sasa mmefanikisha saini ya wachezaji wangapi, mwenyekiti? Nachoweza kusema tu kwamba tunaendelea na marekebisho hayo. Ikiwa tuna taarifa nzuri rasmi inayohusiana na hilo tutatoa. Ni vigumu sana kuweza kukadiria idadi au kusema namba, lakini tuko katika nafasi nzuri. Safari hii kidogo imekuwa ni tofauti na misimu mingine ilivyo kawaida ya Simba, mabalaa kushuka mjini na kadhalika, lakini mnakwenda kinyonge sana. Nini changamoto? Simba haijawahi kuwa wanyonge na haitakuja kuwa wanyonge. Lakini kikubwa ambacho kimejitokeza sasa, naona kwamba kuna jitihada kubwa za propaganda ambazo zinatengenezwa na watu wengine, na sisi tunaona kwamba tukianza na sisi kuelezea itakuwa tunaingia kwenye mkumbo huo wa kutumia propaganda zaidi. Imani yetu ni kwamba vitendo vinazungumza zaidi ya maneno. Tulipata taarifa wapinzani wenu Yanga wamemsajili mchezaji Alan Okello, na huyu mchezaji, taarifa tulizokuwa nazo mwenyekiti, ni kwamba Simba mlikuwa kwenye track nzuri ya kumnasa huyu mchezaji tokea mwanzo, na mwishoni kabisa mambo yakashindikana. Na kama ni kweli, tatizo lilikuwa ni nini? Na wewe pia ndio ukitajwa kwamba ulisimama mbele kuhakikisha huyu mchezaji mnampata, lakini dakika za jioni mchezaji amekwenda upande mwingine. Hayo mambo yalifanyika wakati wa mwanzo wa msimu, na tulipoona kwamba ni fahari mimi kuwa sehemu kubwa ya maendeleo ya uchumi wa nchi yangu. Kwa watu wachapakazi, kwa wakati ule alikuwa na mkataba zaidi ya mwaka, ikawa ni vigumu kuweza kuvunja mkataba ule. Tukaangalia options nyingine kwa mujibu wa masharti na matakwa ya mwalimu aliyepita. Kwa hiyo tuliishia hapo. Sasa hayo mengine tena unayosema sioni kama yanabeba tena uzito. Sasa hivi tunachoangalia ni kuangalia yale maeneo ambayo yameainishwa na benchi la ufundi ili tuweze kuimarisha. Lakini mngerudi tena, kwa sababu mara ya kwanza mlienda na kukawa na huo ugumu, manake mkataba sasa ulikuwa unakwenda mwisho. Safari mngerudi kwa sababu nyinyi ndio mlianza. Shida ilikuwa ni nini, ama hakuwepo tena kwenye mahitaji? Nadhani maelezo niliyokupa awali yamekidhi, labda tu hujaelewa. Lakini kimsingi sasa hivi tunaangalia lililopo mbele ya macho yetu, kwamba tunaangalia maeneo ambayo walimu wameainisha na tutayafanyia marekebisho. Kuna watu ambao huwa wanaangalia sisi tumemwangalia mchezaji gani kwa mahitaji yetu, na wao huwa wanakurupuka, wanaenda wanamchukua au wanaenda kuingia na wao wampate. Ndio kazi ambayo wanaifanya, lakini baadaye na ninyi mnawapa sifa sana kwamba wanajua jinsi ya kufuatilia siku na nini. Kama mwenyekiti, nyinyi ndio mmekuwa na mahitaji na mchezaji, mmekuwa ndio tuangalie lililokuwa mbele ya macho yetu, kwamba tutaboresha kulingana na matakwa ya mwalimu na benchi la ufundi. Hayo ndio tunaangalia. Hebu tusaidie pia ufafanuzi juu ya, kuna mambo mengi yanazungumzwa yanayoendelea mwenyekiti, kwamba ushirikiano hauko sawa sawa kwenye uongozi, hasa ninyi wenyewe kwa wenyewe amzungumzi lugha moja, hasa mnapotaka kufanya usajili wa wachezaji. Hata hilo la Okello mengi yanazungumzwa kwamba wewe tayari ulimaliza. Anayesema hakuna ushirikiano, haya yanazungumzwa, ndio maana tunauliza. Ndio kuzungumza tu bila kumjua mzungumzaji, unazungumzia kitu ambacho kiko kwenye hewa, kama alivyosema Yebedali hapo awali. Nani ambaye haelewani? Ninyi wenyewe kwa wenyewe, kwamba unaposema ninyi, ngoja nikwambie, ndio
mimi naomba tusibebe hizi negative propaganda. Ndio. Umeelewa? Simba ina uongozi wake ambao unasimamiwa na board, na board na composition yake, na hiyo board yenyewe inaundwa na watu. Sasa idadi ya watu ambao wanaunda hiyo board hawazidi 15. Ni vema anayesema hawaelewani hawataji na hao wasioelewana, fulani na fulani hawaelewani. Wanaotajwa mwenyekiti, ndio. Ukisema tu hawaelewani, hilo jambo litakuwa ni verb. Sasa let's be realistic. Yes. Tuzungumze vitu ambavyo vina msingi. Sasa twende kwenye mambo ya kuelewana au kutokuelewana. Huyu anayesema yeye amewahi kuhudhuria kikao hata kimoja. Lakini sasa ndio hoja sasa hapa kwamba mwenyekiti wa bodi ambaye ni Crescensius Magori, kumbuka kama ulivyosema bodi inaundwa na wewe kama mwenyekiti umekwenda mbele, unahitaji labda mchezaji fulani awepo na umefanya sehemu yako, uidhinishwaji wa fedha na mambo mengine yanarudishwa kwenye bodi na kadhalika, na mtoa fedha kama ni tajiri Mo Dewji anapaswa kutoa fedha kwa ajili ya usajili na kadhalika, lakini yanasemwa hapo kuna mambo yanacheleweshwa mpaka wapinzani wenu wanakuja wanachukua wachezaji. Hili limekaa namna gani? Hilo ni jambo ambalo unatakiwa umuulize aliyesema. Mimi sifahamu kwamba kuna hilo. Sasa huyo aliyesema kwamba kuna ucheleweshaji ama kuna uzuiaji ama kuna nini, inatakiwa yule aliyesema ndio unamuuliza, kwa sababu hivi vitu vinazalishwa sana, na sio vinazalishwa kwa nia njema, vinazalishwa kwa nia mbaya ya kujenga taswira ambayo haijengi muonekano mzuri mbele ya jamii. Sasa haya mambo haya sisi hatuwezi kuya-entertain, kwamba kama kuna conflict, hiyo conflict mimi sifahamu, kwa sababu huyo mwenyekiti wa board mimi nazungumza naye na nazungumza na wajumbe wote. Hamna mtu ambaye, na sijui kama kuna mjumbe yoyote wa board ambaye haelewani na mjumbe mwingine, na itakuwa ni kwa ajili ya jambo gani? Na kwenye dirisha hili la usajili mnazungumza jambo moja. Utaratibu upo. Hayo huyo anayesema labda yeye ana interest zake zingine. Sasa ukimuuliza vizuri akwambie, bwana wewe muulize wewe interest zako ni nini? Mchezaji Jean Charles Ahoua inametajwa kwamba klabu imemuuza. Ni kweli? Aliyeuza nani sasa? Klabu. Mimi ninachoweza kukwambia kwamba tutatoa taarifa rasmi kulingana na tutakapokuwa tayari, ambayo ni taarifa zote zinazohusu wachezaji waliokuwepo, waliopo, watakao kuja na watakao kuja kuendelea na mikataba tutawajulisha. Kwa hiyo tuwe na subra, na nadhani muda sio mrefu, na wewe mwenyewe umesema siku 15 zimebaki. Ndani ya siku hizo 15 tutatoa taarifa. Unawatoa wasiwasi wana Simba kwa kiwango gani mwenyekiti, kwa sababu hawako sawa mpaka sasa wana Simba? Walikwambia wewe kwamba wako sawa? Ndio, wanasema na wanatuandikia hata kwenye meseji zetu kwenye kipindi kwamba wanachama, wapenzi na washabiki wa Simba, ndio zipo platform maalum zinazoweza kupokea maoni yao na maelezo yao. Kwa mjapo wewe unajuaje kama huyu unayewasiliana naye na kukueleza hayo ni mshabiki wa Simba au mwanachama wa Simba? Kwani kwenye hizo platform unazosema siku hizi mbona vipo vingi tu, watu wanajivesha jezi zinazohusu Simba, watu wanajifanya wao ni wana Simba, wanapita kutukana, kusema, kulalamika kila siku, ili mradi tuonekane kwamba sisi tuko unstable. Lakini sisi tuko very stable, kwa maana kwamba tuna focus na reconstruct timu yetu, na tunaamini tutafanikiwa katika hilo ndani ya muda mfupi unaokuja. Swali langu la mwisho mwenyekiti, kwa sababu mmemleta mwalimu mpya, mahitaji yake, kwa sababu yanatajwa mahitaji ambayo mwalimu anahitaji, mmeyafanikisha mpaka sasa kwa asilimia ngapi? Hilo ndo nilojibu tangu mwanzo kwamba tunafanyia kazi marekebisho ambayo tunatakiwa kuongezea, na tutafanikisha kulingana na matakwa ya benchi la ufundi. Nimesema hivyo awali na narudia kukwambia tena. Amini nimeuliza tu unafikishwa kwa asilimia ngapi? Siku hizi imekuwa kwamba mtu anaweza kaa nyumbani kwake au sehemu yoyote alipo akaandika kitu chochote katika jamii ili watu waweze kumuona kwamba yeye ni jasiri wa kusema au jasiri wa kubuni vitu.
Sasa nyinyi waandishi mnayabeba hayo mnayasambaza tu bila kuangalia kwamba haya mambo yanaweza kawa na athari gani au yanaweza kawa yanajenga kiasi gani. Leo hii mimi nikiangalia tuna idadi ya wachezaji 107 ambao wanahusishwa na timu. Sasa wachezaji 107, usajili wenyewe tu ukomo wake ni wachezaji 40. Tunawasajili vipi hao wachezaji wote? Kwa hiyo let's focus kwenye vitu ambavyo viko productive kwenye jamii. Unajua mwenyekiti, wasiwasi kwenye hilo, mfano kama kwenye hilo unachosema mwenyekiti hapo umeongea vizuri, lakini wasiwasi wa watu wengi ni kwamba mfano leo kwenye Mapinduzi Cup tumemwona mchezaji akicheza pale Simba anaitwa Mwangosi kwenye eneo la juu, lakini wakati huo kuna mchezaji kama Mashaka, taarifa zipo, ametolewa kwa mkopo. Kuna mchezaji kama Awesu wametolewa kwa mkopo, lakini mchezaji kama Mwangosi anayekuja unaona ni kama sampuli ya mchezaji aliyetolewa kwa mkopo. Ni kama usajili ambao viongozi mnafanya ni usajili ambao hautofautiani sana, ni usajili ambao unaonekana ni wa kawaida sana. Ndio maana wana Simba wanajitokeza kuuliza usajili wenu unaangalia mambo yepi ya msingi, hasa wakati ambapo timu inapambana kutaka